tukiwa pale Nakuru mmetoka pia tunataka marekebisho. Governor yule nilimpigia campaign amegeuka watu ya Nakuru. Ameshikana na bwana yake, wamefanya Nakuru kama ni private property. Biashara yote ya kaunti ya Nakuru huyu bwana ya Susan ndio anafanya. Hospitali ya maana imesaidia watu ya Nakuru tangu wakati ya ukoloni. War Memorial Hospital wamefunga, wamenyakua hiyo ardhi. Pale Ikulu hapo amenyakua shamba, amejenga hoteli. Hiyo hoteli ndio ilikuwa napangiwa mauaji ile ilifanyika Olokalau. Ile shida yote uliona Olokalau ya wabunge na polisi na goons ya kuangaisha watu pale Olokalau inipangiwa kwa hiyo hoteli ya Susan na bwana yake. Pale Nakuru hakuna kitu naendelea. Ile mambo yote aliahidi hakuna. Huyu governor na Kasongo kwa uongo wako sababa. Si ndio? Sijui kama Kasongo ndio aliabukiza Susan uongo ama ni Susan aliabukiza Kasongo. Sijui. Mushera na Mukudu. Sijui ni nani aliabukiza mwingine uongo. Na mimi kwa watu ya Nakuru nataka kuomba msamaha kwa sababu mimi nilikuwa hapo siku 9 nikimfanyia huyu gavana campaign. Na kwa sababu babake alikuwa rafiki yangu Dickson Kihika Kimani, nilikuwa nafikiria hiyo damu ya Kihika inaweza okoa Nakuru. Lakini nimeaibika sana. Kwa sababu alilete bwana yake kwa serikali na bwana si gavana, ndio mwenye kutawala Nakuru. Hata polisi wako chini ya bwana ya gavana. Hii ukora yote inaendelea Nakuru. Polisi kuangaisha watu, wanachukua amri kwa huyu Mburu ambaye ni business partner wa William Ruto. Sasa Nakuru is a business enterprise kati ya Rais Mburu na Susan. So watu ya Nakuru wamehangaika. Kwa hivyo tukirekebisha Kenya lazima turekebishe Nakuru. Mko tayari? Yeah. Nakuru ni muhimu sana katika historia ya Kenya. Na Nakuru ikiwa na amani, Kenya yote inakuwa na amani. Nakuru ikiwa na maendeleo, Kenya inakuwa na maendeleo. Kwa hivyo lazima turekebishe Nakuru. Nimeona mwingine anaitwa Lige Nyanjui amepewa kazi na Ruto. Anakula huko na Ruto ati atakuja dakika ya mwisho. Mtakubali? Saa ile William Ruto anahangaisha watu ya Nakuru. Anahangaisha wa Kenya. Wewe ni waziri kwa serikali yake. Hii maneno ya mafuta ile ilikuja ambaye ni gushi. Lige Nyanjui ndio aliweka barua kukubalia mafuta kuja nchini. Mafuta ambaye ni standard ya chini. Hii watu wetu wamehangaishwa kwa biashara ni Lige Nyanjui anatumika na William Ruto. Na yeye anafikiria watu wa Nakuru ati ni wajinga. Ati yeye atakaa na Ruto akifinya watu, akihangaisha Kenya, akihangaisha wa Kenya. Akae huko akiwa waziri na Mbedela afurahie, achukue mshahara, atafute mali, ati mwishoe ati ajitoe kwa Ruto, ati akuje Nakuru achaguliwe governor. Anafikiria watu wa Nakuru ni wajinga. Hakuna mtu yote ako na Ruto saa hii atachaguliwa. Kweli ama uongo? Yes. Kwa sababu wewe huwezi kuona kana rais anafinya wa Kenya. Anatumia watu goons. Wameua watu wa Olokalau. Wakora Nakuru ndio wamejaa. Reverend Dumia ameuawa hapo. Huyu mchungaji wa PCA. Kwa sababu anaongea mambo ya kaunti kusema Susan haendi vizuri. Serikali ya Ruto, polisi wameua huyu Reverend. Huyu Lige Nyanjui ni waziri kwa serikali ya Ruto. Serikali ya Ruto imeua mchungaji wa PCA. Alafu Lige Nyanjui ati atoke kwa Ruto dakika ya mwisho ati akuje adanganye watu ya Nakuru ati wamchague governor. Itawezekana? Na tunasema vile maneno imefika sasa, sisi tumemalizana na Ruto na watu yake. Yes. Kwa sababu Ruto hawezi kuwa na nguvu ya kutuangaisha bila hii watu wetu. Si ndio? Kama wangemwacha hangekuwa na nguvu ya kutuangaisha. Anatuangaisha kwa sababu anashikiliwa na watu wetu. Hapo Nakuru ameshikiliwa na Lige Nyanjui na Susan Kihika. Kwa hivyo ile hukumu tutapatia William Ruto, ndio hukumu ya Susan Kihika, ndio hukumu ya
Kinyanjui. Tumekubaliana? Yes. Na asikuja kudanganya nyinyi ati kuna nilifanya kazi. Hata kama kuna kazi ulifanya, mbona sasa uko na Ruto akihangaisha sisi? Wewe unaona Ruto kabisa anatuhangaisha kama jamii, kama taifa. Kwanza hii wa Kristo. Hata kama tunaweza samea William Ruto makosa yake yote, makosa mbili, hii ya kuua Gen Z na hii ya kuvamia makanisa ya Kristo, ni mambo mawili hatuweza samea. Bona wewe Lee Kinyanjui hakuna siku moja umekachifu hiyo. Juzi nimeona huyu Lee Kinyanjui anakachifu mheshimiwa Kagusha huyu wa Mukurweini. Bona siku Aden Duale ameita sisi fisi, umenyamaza. Si ndio? Si Duale alisema sisi ni fisi? Lee Kinyanjui aliongea? Bona hakuongea. Hata afadhali Alice Wahome, waziri wa mashamba. At least Alice Wahome, let's give credit where it's due. Alimwambia Aden Duale hiyo kuita jamii ya Wakikuyu fisi ni makosa. Wewe Lee Kinyanjui unakachifu Kagusha, bona hukuongea saa ile Aden Duale ametukana jamii ya Wakikuyu kusema ni wafisi? Wewe Lee Kinyanjui, siku Hassan Omal ametukana hii jamii pale Mombasa, rais akiwa hapo, Kindiki akiwa hapo, akasema hii jamii ni watu bure, ni watu wanatakiwa kuhangaishwa. Akasema Rais Uhuru Kenyatta na Rigathi Gachagua wafungwe Shimo la Tewa, na wewe unasema ni wetu. Mbona hukuongea? Siku huyu Aaron Cheriot anaongea na kutukana hii jamii, mbona uongei? Ati sasa unataka ukae na Ruto ukimsaidia, ukisema vile ni mtu mzuri, ati baadaye ukuja udanganya watu ya Nakuru. Nakuru kuna wajinga wamebaki? Si wajinga waliisha? Yes. So mimi nasema pale Nakuru tujipange. Si ndio? Yeah, tujipange. Tuko na hii kijana anaitwa Geoffrey Mwangi anataka governor. Kuna huyu anaitwa Cairo alikuwa speaker, amekuja jana. Si ndio? Sitakuwa free and fair nomination. Lazima turekebishe Nakuru. Ndio sasa tuongee mambo ya nyumbani. Wacha niseme mambo mbili tu ya kitaifa. Nimesema jana, sisi hatuna shida kamwe na vyama vya kisiasa hapa mlimani, Nakuru na hapa mlima. Sisi tumekaribisha vyama vyote zinasema one term. Ile chama tuko nayo shida naye ni ile ya Wilbaru. Si ndio? Kama hiyo ya Lee Kinyanjui inaitwa Ubuntu. Sio ni Wilbaru. Ubuntu ni Wilbaru, si Wilbaru. Sio ni Wilbaru. Ile shida tuko nayo ni Wilbarus. Ile ambaye hao wajumbe wa Kasongo wanatafuta vyama ya kuingia, kwa sababu wamejua UDA mambo yake imekwisha. UDA imeisha, haijaisha. Sasa Kasongo anaambia tafuteni vyama zingine mjifanye mko upinzani. Mkiona mtu yote ya Kasongo, ile chama Keka ataingia, hiyo ni Wilbaru. Ile Kekari ataingia ni nini? So hii watu ya Kasongo, kwa sababu tunawajua. Ukitaka kujua chama ile ya Kasongo ya Wilbaru ni pahali watae. Wengine wanajifanya ati watasimama independent. Kwani wanafikiria sisi ni wajinga? Musaliti ni musaliti. Aende independent, aende UDA, aende chama ya Wilbaru. A traitor is a traitor. Na nilimwambia huyu mama acha kulia ati mimi napiga wa mama. Musaliti ni musaliti, awe mama, awe bwana. A traitor is a traitor, irrespective of gender. Wewe ukisaliti jamii huku anajua yeye ni mama. Ile adhabu ya wasaliti itapewa kila mtu akuwe mama ama bwana. Sasa wanataka tuwaende independent hawati ya Kasongo. Na tunawajua by name. Wanatengeneza tu chama kingine tu Wilbaru waingie, tunajua.